Kuna mtego mmoja hatari sana wa kisaikolojia unaoendelea ndani ya familia nyingi za Kiafrika, lakini karibu kila kijana ameingia kwenye huu mtego bila kujua. Ni ule wakati wazazi wako wanapogombana, halafu mzazi mmoja, iwe ni baba au mama, anakuja kwako faragha na kuanza kukushirikisha siri za ugomvi wao. Anaanza kukulilia, anakulisha malalamiko, na kwa siri anataka wewe usimame upande wake ili umuone mzazi mwingine kama adui. Swali la msingi ni hili: kama mtoto mwenye akili timamu, unapaswa kuingilia na kuwa jaji au unapaswa kukaa pembeni? Na je, ukikaa pembeni, huko ni kukosa fadhila au ni kujilinda? Kabla hatujaenda mbali, bonyeza alama ya kufollow hapo juu kama upo TikTok au Facebook ili usipitwe na siri hizi kila siku. Na kama unataka kuangalia uchambuzi huu kwa urefu zaidi kwenye video kubwa, nenda kwenye bio yangu sasa hivi, bofya hiyo link, itakuleta moja kwa moja kwenye chaneli yetu ya YouTube. Kisha gonga subscribe ili uwe mwanafamilia wa kwanza kupata madini haya. Katika uhalisia wa maisha yetu ya kila siku, hali hii ya kuingizwa kwenye ugomvi wa wazazi inatengeneza maumivu makubwa ya ndani. Mzazi wako anapokuambia, "Mwanangu, unaona baba yako anavyonitesa," au "Mama yako aniheshimu kabisa," anakuwa amekutwika mfuko wa zege kichwani kwako. Kisaikolojia, jambo hili linaitwa triangulation, yani mchezo wa pembe tatu. Mwandishi Robert Greene kwenye kitabu chake cha The Laws of Human Nature anafafanua kuwa binadamu anapozidiwa na shinikizo la uhusiano, mara nyingi hutafuta mtu wa tatu aliye dhaifu ili kuhamishia yale maumivu kwake na kutengeneza nguvu ya ushirika. Wewe kama mtoto unakuwa kama kete kwenye mchezo wao wa chess ambao ulianza miaka mingi kabla hata wewe hujazaliwa. Ukikubali kuingia upande mmoja, unakuwa umejichimbia kaburi la amani yako ya akili. Kwa nini ushiriki wako ni sumu? Kwenye kitabu cha Adult Children of Emotionally Immature Parents, mwanasaikolojia Lindsay Gibson anasema wazazi wengi wanakuwa na umri mkubwa kimwili, lakini kihisia bado ni watoto. Wanaposhindwa kutatua migogoro yao kama watu wazima, wanataka kuwalazimisha watoto wao kuwa ndio wazazi wao kihisia. Matokeo yake ni nini? Unaanza kumchukia mzazi mmoja, unapoteza heshima kwao, na kibaya zaidi, unajaza chuki na hasira moyoni mwako ambazo zitaenda kuharibu uhusiano wako wewe mwenyewe wa baadaye. Uhusiano wa mume na mke una siri nzito sana za ndani. Huwezi kujua ukweli wa 100% wa nini kilitokea chumbani mwao miaka 10 iliyopita. Ukitoa hukumu, utakuwa unahukumu kwa upendeleo, na hilo ni kosa kubwa la kiakili. Kama bado hujafanya hivyo, chukua sekunde moja sasa hivi kufollow ukurasa huu hapo juu kama upo Facebook au TikTok, na usisahau kwenda kwenye bio yetu kubofya link ili ukasubscribe kwenye YouTube channel yetu ya Frank Media kwa madini mengi zaidi kama haya. Lakini kuna mstari mmoja mwekundu ambao haupaswi kuacha uvukwe ukiwa unaangalia tu. Lini unapaswa kuingilia? Kigezo cha kwanza na cha pekee ni usalama wa kifizi. Ukiona ugomvi wa wazazi wako umevuka mipaka ya maneno na umeingia kwenye ukatili wa kupigana, kurushiana silaha au kutishia maisha, hapo huingilii kama jaji. Huingilii kumtetea mama au baba. Kazi yako hapo ni moja tu, kuwa mwokoaji wa amani. Unatenganisha mili ili kuzuia maafa, na kama hali ni mbaya, unatafuta msaada wa mamlaka au ndugu wakubwa wa karibu. Kigezo cha pili ni kutoa faraja ya kihisia pekee. Mzazi wako akija kulia kwako, msikilize kama binadamu anayeumia ili kumpunguzia msongo wa damu. Lakini usimpe mbinu za kivita, na usimfuate mzazi mwingine kumfokea. Kaa kwenye nafasi yako. Mbinu bora zaidi ya kujinasua kwenye huu mtego kwa heshima ni kutumia lugha ya kidiplomasia. Mzazi wako anapoanza kukuingiza katikati ya ugomvi wao, muangalie machoni, kisha mwambie kwa sauti ya upole lakini yenye msimamo, "Mama au baba, mimi nawapenda na nawaheshimu wote wawili kwa kiwango kile kile. Inaniumiza sana kuwaona mkiwa hivi, lakini ninaomba hili swala mkae chini mkamalize nyinyi wenyewe kama wazazi wangu."
Ukifanya hivi, unakuwa umewalazimu wao kukua kihisia, umejilinda kisaikolojia na umebaki salama. Maisha yako yana safari ndefu na una malengo makubwa ya kutengeneza. Usikubali kubeba mizigo ya ndoa ambayo huijui siri yake. Linda akili yako, linda fokasi yako. Mimi ni Frank Media. Hakikisha unafollow ukurasa huu hapa na nenda kwenye bio sasa hivi uguse link ili ukasubscribe kwenye YouTube channel yetu. Tukutane kwenye video ijayo.